Haya ndio mambo yako. Muda umeisha. Binti yule akalia. Baada ya hapo tukarudi ofisini, akasema, mchungaji, leo nimefurahi nimekuja kanisani. Mimi nimezaliwa kwenye kanisa hili, sio tu kanisa la Waadventista Sabato, hili kanisa nimezaliwa. Wazazi wangu walikuwa washiriki, nimecheza adventure kwenye hili kanisa. Lakini miaka ya nyuma wazazi wangu walipata ajali, wakafa wote wawili kwenye ajali. Kanisa hili lilinisaidia kwenye msiba wa wazazi wangu. Baada ya msiba nikabaki peke yangu. Hakuna wa kunipigia simu, hakuna wa kunitembelea, hakuna wa kuniuliza naendeleaje. Nilikuja kanisani mara moja. Nilipoondoka nimejaa stresi. Nyumba ya wazazi ikauzwa, nimefukuzwa, niko mtaani. Marafiki zangu, nimekaa sasa kwenye nyumba za kutunza watu. Marafiki zangu wakaniambia, oya, una machungu sana, yakizidi kunywa pombe upate usingizi. Nikaanza kunywa pombe. Yakizidi sana, kuna vitu hivi choma hapa, choma, vitakutoa kwenye dunia ya matatizo vikupeleke kwenye dunia nyingine. Anasema nikaanza kuchoma. Hivyo ndivyo nilivyoingia kwenye uraibu. Anasema lakini namshukuru Mungu, tarehe kama ya leo ndio wazazi wangu walipata ajali, na nilipoamka nikasema wangelikuwa hai wangeniamsha, tukaenda kanisani. Namshukuru Mungu, nimekuja kanisani na nimepokea neno lake. Unaishi wapi? Akaniambia, pasta alipokuja nikamwambia kuna hii habari, huyu binti tunataka tumsaidie kwenye nyumba za waraibu. Tukapeleka ajenda kwa baraza la kanisa, likasema halina pesa, halina bajeti ya mwaka huo. Mama mmoja kwenye baraza lile akanyosha mkono, akasema kama kanisa halina pesa, nitamhudumia huyu binti. Mama yule akaanza kumhudumia, akamhudumia. Nikaondoka kwenye ile nchi. Miaka kama 8-9 baadaye